wamenisaidia kujiendeleza na masomo haya, kwani nilimaliza shule au kidato cha 4 2023, na hivyo nilikutana na changamoto ya kiuchumi na changamoto za kifamilia ambazo zilinifanya nisiweze kuendelea. Taasisi ya kijamii ya Pamoja Tuwasomeshe Group iliyopo mkoani Kigoma imeendelea kusaidia wanafunzi wenye kipato cha chini kupata elimu kwa gharama nafuu na kuwaunganisha na shule mbalimbali. Akizungumza na Kanyuka TV, mkurugenzi wa taasisi hiyo Hatibu Hamisi Luganda amesema tangu kuanzishwa kwake mwaka wa 2022, Pamoja Tuwasomeshe Group imefanikiwa kuwawezesha kielimu takriban wanafunzi 196. Dahili wanafunzi takribani na kuwaingiza kwenye mfumo wa student mentorship program wanafunzi takribani 196, na wengine hadi sasa hivi wako vyuo vikuu, lakini bado. Taasisi hiyo imejikita katika kuwasaidia wanafunzi na wazazi kupata fursa za masomo kwa kuunganisha na shule mbalimbali pamoja na kuwezesha upatikanaji wa elimu kwa gharama nafuu. Pamoja na hayo, ameeleza kuwa lengo kuu ni kuhakikisha watoto wanaotoka katika familia zenye kipato cha chini wanapata nafasi za kusoma na kutimiza ndoto zao za maisha kupitia elimu. Pamoja Tuwasomeshe Group ina program nyingi. Kwa leo acha nizungumzie program ya elimu, education supporting activities. Kwenye elimu kuna kitu kinachoitwa, kuna vitu viwili, program mbili. Kuna education agency and sponsorship. Hichi ni mradi wa wakala wa elimu na ufadhili wa masomo. Yaani Pamoja Tuwasomeshe Group yenyewe kama yenyewe inaweza kuwa wakala wa shule na vyuo, hasa vile shule na vyuo binafsi. Kwa maana ya kwamba kama shule au chuo binafsi kinahitaji labda kufanyiwa marketing, kutafutiwa wanafunzi, kusaidiwa kwenye udahili admission, kwenye namna yote ambayo chuo au shule binafsi itaona kwamba wanahitaji kuongeza udahili kwenye shule yao au chuo chao, basi wakija Pamoja Tuwasomeshe Group, sisi tunachukua hiyo kama education agency, wakala wa elimu, kuzisaidia hizo shule ama vyuo kupata wanafunzi. Wakipata wanafunzi, na sisi pia tunakuwa kuna makubaliano fulani ambayo huwa tunayafanya, aidha kusapoti shughuli zetu hizi, ama pia kuna wanafunzi ambao pengine tutawapata, kwa mfano yatima, ni yatima, kwa hiyo wale hawawezi kusoma shule za binafsi boarding, wakalipa ada kwa namna hiyo ya uchumi ulivyo kwa mtoto yatima. Kwa hiyo ndio maana tunaweka kipengele cha sponsorship. Maana yake basi tunaweza kuomba kwamba kama shule tutakusaidia kuleta wanafunzi kwako, basi utupe nafasi 3 za kuwasomesha watoto ambao watakuwa na mahitaji maalum, aidha ni yatima au wanatoka kwenye familia maskini. Na hiyo imetusaidia sana. Nadhani kihistoria tokea mwaka 2022 mwezi Desemba tulipoisajili taasisi mpaka sasa hivi tuna vijana tumewadahili na kuwasimamia kwenye masuala ya masomo. Maana yake sana sisi kwenye hii education agency and sponsorship tuna vipengele kama 3: kuwasaidia watoto udahili, kupata shule nzuri ambayo ina maadili na ufaulu mzuri na ufundishaji mzuri na mazingira mazuri. Lakini cha pili ni kuwasaidia kupata ufadhili, wale ambao wana mahitaji ya ufadhili. Wale ambao hawana mahitaji ya ufadhili, tunawatafutia tu shule nzuri kwa ushauri. Maana yake tunafanya education consultation kwa mzazi na mwanae, shule gani nzuri. Na hii imewasaidia wazazi wengi sana, kwa sababu kipindi cha kuchagua shule wazazi huwa muda mwingine wanakosea sana. Kukosea kwao maana yake wanajikita kwenye kuangalia matokeo kwenye mtandao. Sasa unaweza ukaangalia matokeo kwenye mtandao ukakuta shule imefaulu vizuri, ina division 1 kila kitu, yaani 1 2, hakuna division 2 wala ngapi. Lakini kwa sababu wewe sio mtaalamu na pengine ukaona kwamba hakuna haja kuhitaji mtaalamu wa ushauri kwenye masuala ya elimu, ukampeleka mtoto pale. Sasa unaweza ukampeleka mtoto kusoma ile shule, ukashangaa form 4 unaambiwa mzazi, mwanao ataandika mtihani shule nyingine.
Sasa hapo ndio mzazi huwa anajiuliza, kwa nini aandike mtihani shule nyingine wakati amesomea hapo? Hiyo ndo maana usiangalie matokeo kwenye mtandao. Onana na Pamoja Tuwasomeshe group, tukushauri masuala ya kielimu. Tunazijua shule, tunajua mifumo wanayotumia. Sio kila shule inafaulisha basi inakuwa iko smart kama ambavyo unafikiri kwenye matokeo. Kuna nyuma ya pazia kwenye hayo matokeo. Kwa hiyo ukija kwetu tutakwambia nenda shule fulani, itakuwa iko na usahihi, na hii imesaidia wazazi wengi. Shule nyingi tunazowachagulia wazazi zinakuwa zenye matokeo halisia, sio matokeo yale ya kutengeneza kwamba nataka cream tu ndio wafanye mtihani au wengine waende kufanyia shule nyingine. Unakuta shule inafaulisha vizuri lakini maadili ni mabovu, mazingira sio rafiki. Kwa hiyo utapata division 1, mwanao atapata division 1, utafurahia, lakini ni mwizi tayari ameshaingia kwenye masuala ya mahusiano, kwa sababu pengine shule inafaulisha vizuri lakini mazingira na maadili ya ile shule hayajakaa vizuri. Kwa hiyo hii imewasaidia, na yote ni katika programu ya Education Agency and Sponsorship kwenye kuwasaidia wazazi kwenye udahili na ushauri wa masuala ya kielimu. Lakini cha pili kwenye ufadhili kwa wale ambao wanahitaji, wenye uhitaji, kwa mfano watu wanaotoka kwenye kaya maskini, low income earners, hawawezi kumudu kuwasomesha watoto private, na muda mwingine boarding za serikali ni chache na kuna vigezo vya kuwapeleka. Kwa sisi tunachoangalia, tunakusikiliza mtoto wako ametoka kwenye maisha yako yakoje, na kwa nini unapenda mtoto wako asome boarding, tunashauriana tukusaidiaje. Sisi tunaweza kukusaidia pia hata kwenye shule ambayo ulimpeleka mwanao bila sisi kutushirikisha, ili mradi, kwa sababu kama tutaona una uhitaji wa kusaidiwa, sio kukupa fedha, hapana. Sisi tuna uwezo tu wa kwenda kwenye shule yako unaosomesha mtoto na tayari umepata changamoto ya kiuchumi, badala mtoto tena kupata changamoto ya kutoendelea masomo. Umeona kuna mzazi mmoja anakuja analia sana, kampeleka mtoto shule ya private, kasoma mpaka form 1, form 2 kafanya mtihani, na kwa kanuni mtoto akishafanya mtihani wa form 2 hawezi kurudi serikalini. Kwa hiyo yeye sasa akataka kurudisha mtoto serikalini. Hapo ndo pana changamoto, maana yake lazima mtoto aendelee kusoma private. Kama hiyo shule haiwezi, atafute shule ya private nyingine yenye ada chini ya ile ili angalau amalizie private. Kwa hapo utakuta mzazi alikuwa anasumbuka. Tulipokutana naye akajaribu kunielezea, nikamshauri tu kwamba tayari inaonekana kwa nini ameshindwa kulipa ada, maana yake anatoka kwenye changamoto ya kiuchumi. Kwa hiyo nikamtafutia shule ambayo inaendana na mazingira ya kiuchumi yake, lakini pia kumuombea ufadhili. Sasa unajua, kwa mfano mtu anasema sasa mimi mwanangu nimempeleka labda shule fulani na kule wameniambia ada ni 1,800,000. Sasa kweli hawa Pamoja Tuwasomeshe group yani watanisaidiaje wakati wenyewe wanataka hela? Hapana, taasisi ya Pamoja Tuwasomeshe group inaweza kuandika proposal ikaelezea changamoto yako, na shule ile tukaiambia au tukaiomba kwamba kama itamsaidia mtoto wako kusoma, inaweza ikawa ikawa imetengeneza kijana ambaye anaweza kuleta athari kubwa sana za kijamii ambazo jamii inaweza kufaidika kupitia huyo mtoto. Kwa sisi tunavyoelezea taasisi hiyo shule yako na wewe utakavyoenda kuomba, tunakuwa tuko tofauti kidogo. Ndio maana wewe unaweza ukaenda kuomba na usikubaliwe kwa sababu ni mzazi na shule, lakini taasisi ikiwa naongea na taasisi kuna vitu kidogo vinakaa sawa. Kwa hiyo ni washauri wale wazazi ambao wanakutana na changamoto za kielimu kama hizo kwenye kusomesha, wasisite kuja kwenye ofisi zetu hapa Kigoma maeneo ya Soweto, lakini pia kuna namba zetu za simu zitakuwa zinapita hapo chini. Tutakupa ushauri, na kuna muda mwingine unataka usomeshe shule yenye gharama kubwa, kumbe mwanao anaweza kusoma shule ya serikali tunakafaulu. Sisi tunaangalia pia uwezo pia wa mtoto. Yaani hizi shule za serikali ambazo wewe unasema hazifundishi, kuna watoto wanapata division 1 sawa sawa na shule za private. Kwa hiyo inategemea, tukimwangalia mtoto wako anahitaji awe kwenye mazingira ya shule ya namna gani na ufundishaji wa namna gani, tutakushauri aende private. Lakini kuna muda fulani mtoto wako tunamuona yuko smart, hata akisoma shule ya serikali bado anapata ile 1. Kwa hiyo unaweza ukawa umetumia gharama nyingi kumsomesha shule za private, kumbe alitakiwa tu asome shule za serikali na ufaulu ukabaki kuwa hivyo hivyo. Lakini jambo la tatu, huwa tunawasaidia kufanya mentorship program. Tunasaidia kwenye mentorship program ambayo tunaita SMP, Student Mentorship Program.
Hii ni usimamizi, si tunaita kama usimamizi bora wa elimu kwa wanafunzi, kwa sababu wazazi wengi, hii ni changamoto tumeona, wazazi wengi wakishampeleka mtoto shule wanakuwa kama wamewasusia walimu na shule. Yaani mzazi anabaki yeye anachowaza ni daftari, mtoto amekula, yani mahitaji basi, lakini swala la kuangalia maendeleo ya mwanafunzi